teknolojia haikuepeki kanisani, duniani. Mimi niseme tu wazi, kwa kweli nimepata manufaa makubwa sana. Mimi na actually baada ya mimi kufuatilia, sasa niombe David, nyie ambao ni wataalamu, muwe mbele. Ndio maana sisi hapa jamaa tunaita business solutions. Yaani uwezi run an institution sasa hivi bila computer, bila technology. Uwezi. Kwa hiyo teknolojia inakimbizana kwa kasi ya juu sana. Ukiona mtu anabeza teknolojia, ni mshamba ambaye anakimbiliza. Kwa hiyo teknolojia hapa lazima tu-embrace. Ndio maana hapa nikasema bwana training hii approved, lakini pia watu wote sasa hivi wana kazi. Na nimeona mabadiliko makubwa sana. Na tunafanya kazi katika level ya juu. Sasa wali yangu ni kwamba tukiendelea kushangaa huenda tulichonacho hiki kitakosa thamani pia baadaye kidogo. Kwa hiyo tuchangamke na tuwe bora zaidi. Kwa ngoja nizungumzie kitu hapa alafu ndio kwa break. Nataka nisaidia ku break down. I've learned when using AI, kwa mfano unafanya business strategy, it's important to know what we call the fixed parts as the variables. Kuna kitu ambacho tafananaga kwenye hiyo business strategy. So for this, just template. Okay, just put the template and then put replacement words. Niambie kwamba tumia hii word structure alafu utabadilisha hichi kitu kutoka hapo. So hapo ndio sasa tunaingiza the various parameters that are specific to the client. Okay? Sasa kwenye variable hapa sasa ndio sasa that's the place where you now feed the data. Kwa mfano, let's take two companies that are widely different. Kampuni ya Dafresh. Maybe Dafresh, let's take for example. Dafresh. Na kampuni ya Mixed by Gas. Wanakuja kwetu. Ndio tunaelewa business strategy. Huyu hapa Dafresh ni anafanya kazi ya nini? Ya kutengeneza maziwa. Okay, even the type of study that they need from us. First of all, they have a company name, that is fixed. They have a location, that is fixed. They have maybe a list of, usually for not really fixed. The location, maybe website if they have one, na vitu kama hivyo. Tunajua vitu ambavyo ni fixed vyote, unaviarrange. So that in your template, same fixed to just need for the parameter that you fill. But now it comes to vitu vingine wanatofautiana. Kwa mfano, mmoja atakuwa na presence all over the country. Mwingine ana presence Dar es Salaam pekee yake. Mmoja ana supply goods, mwingine ana service and such things. So I think it's useful to taka pamoja. We just break down what is the structure, what is the structure of a whole business strategy. What are the business strategies that we've written before? Tunachukua kumi shilingi ngapi? We'll see some pattern in the business strategy. And then now that was what we will use to create a tool that will help us here. Another thing here, because once this is successful, it's very easy to go. The other thing, naona ni kwenye case study, same thing, knowing how does a case study look like. The 5W plus H principle. So how do we apply it? Where have we applied it before? Then I also confess kwamba we find trouble with these things, especially in daily, because I desire that by this coming next month, tutaingia we just by using the workflow, and then by the last quarter we now work on this one. Dr. Mapigano, we think please subscribe. We will engage you on what to do. Subscribe to the cloud network. Okay. Kama umefanya kwenye ChatGPT, that's very good. I commend you for that. Now we go to this next one, because that is now what will push us here. Okay. And then I'll also give some tools that we use for developing our workflows. With this, work will be very easy. We create a template because we've done it before. We go to a chat history. About tumetumia kwenye develop hivi vitu. We'll see a pattern, and then now that is now what we use to create our workflow. One simple form, fill, wait for 5 minutes, heal up. Rekebisha few things down. Yeah. Actually, with technology, we can become billionaires. Hata kwenye hii industry tunayofanya. Kwa mfano, kuna
products ambazo tunazo zinaingia sokoni, develop curriculums, na tumeshaongea na Activate kiona tupe sisi ile right ya juu, yani kama vile sisi ndio tuna draft, tunatengeneza curriculum for actually Mafuru when he brought this, so tunafungua chuo actually, we are going to have a college hapa, diploma and certificates. Na hata utakuja fundisha baadaye. Ni ICT na business. The other side kule, this is space mwenye look at building, the hours. And then the other side kule labda kwenye lift pia. So that hapo tutapandika maofisi, yani top class. Hii itakuwa ni technology hapo ambayo nadhani Tanzania hamna labda. That's what I'm trying to say. Wow. Whereas when Mafuru was bringing this, he wanted us tunapofungua chuo tununue curriculum za taasisi zingine ambao wameshaanza tayari milioni 22. Inakuwa Mafuru, I will never do that. I will never buy. Kwa nini tutengeneze sisi wenyewe? Akanielewa. Akaangaisha nazo, of course baada ya kupata products. Lakini of recent amefika somewhere. Because the point is saying somebody kwamba tukae tusaidiane, tumekwama wapi kwenye nini, si ndio? And then tushirikishane. Lakini mpaka dakika hii tulisema hamna ambacho hakiwezekani kufanyika hapa ndani. Japo of course bado tunahitaji support. Kwa mfano Budaka kwenye haya ambayo nimekuwa nikishirikiana naye is a bit far na anatumia. Mimi mwenyewe hapa nilipo natumia sana. Na ninaandika vitabu. Hata jana nilikutana na mtu wa TRA hapo. Akaniambia kitabu changu cha makosa kimechukuliwa. Wao wanagombania, nafikiri vimeisha. Vitabu vipo. Lakini issue nyingine ambayo inatofautisha mtu mmoja na mwingine, yani lazima uwe na passion. Yani lazima ufike mahala, yani kwa lugha nyingine uone pesa kwenye mazingira ambayo watu wengine wanaona takataka. Ndio maana kuna huyu mchina ameuawa juzi, yani yeye anachukua chupa na recycle, ana masoko Ulaya watu. Yani wao wanaona chupa, ndio anaona hela. Sasa hiyo pia ni kitu kingine sijajua, labda kuna watu hapa ndani unisaidie kujua. Yani kuna watu wanaona ile inner drive iko juu sana. Yani habari ya kushindwa hana kwenye vocabulary za brain za. Kwa mfano kama mimi habari ya kushindwa haipo kabisa. Kushindwa ni kifo. Nikishakufa ndo nimeshindwa. Yaani ndio hai na nzuri hivi namaanisha mimi nimeenda kusoma degree kaka wewe. Hamna school fee wala nini. Hamna chakula, yaani sina mahali pa kula, sina mahali pa kulala. Na inuka tu naenda. Na narudi nimemaliza na degree. Na wengine baba mimi ningekufa kabisa. Lakini afya mtu, yaani afya. Kweli afya mpaka mambo inaisha. Sasa swali nakuja. Inakuwaje mtu mmoja anakuwa tofauti, anaona hivi vitu kama fursa za kumsaidia, mwingine anapuuza tu AI. Kwa nini? Yaani issue ni nini? Naomba tunao unatumia sana. Good luck. You guys. Yaani kwa nini sasa tusiweze na sisi kuwa hivyo? Kwa sababu swala la kwanza ni kubali. Hata Mungu mwenyewe anazimisha mtu. Wewe at some point lazima kwanza uwe tayari kupokea neno. Alafu baada ya kupokea ndio uwe tayari kusaidiwa kubadilika. Na unaposema kubadilika na wewe pia uonyeshe jitihada na ujitenge pia na mabaya. Hata kama wakati mwingine unashindwa na kama mguu unaoshwa afu unarudi tena, lakini fine basi nia ionekane. Sasa natamani hapo kwa sababu nataka baada ya hapa these guys kuwe na total change na hii investment iwe na return. Labda no but can you also say something? Ndani tuwili kidogo. Cha kwanza ni kwenye namna gani tunaweza kubadilika. Kwanza ni mfumo wa elimu. Mfumo wa elimu, okay. Ile kufanya mtihani mmoja. Kwangu mimi materials za kwangu ni faulu peke yangu. Kwa hiyo ni structure ya elimu yetu leo Tanzania ina kosi kubwa sana kwenye hicho kitu. Na hata mimi wakati na kuiti vijana ofisini. Ndio nikatoa shahidi si huwa siangalia degree wala siangalia kama unajua Kiingereza. Perfect. Naangalia passion kwanza. Very good. Na shahidi kijana ambaye aliingia na form 4 pale ofisini. Sasa hizi ni head ya ICT wa Mwananchi. Okay. Kwa sababu ya passion alikuwa nayo. Passion ya. Kwa cha kwanza ilikuwa ni mfumo. Sasa pia kwa sababu hii ni organization. Unaweza mkaweka namna ya kuangalia passion ya mtu. Kutokana na daily activities. Yeah. Mpaka na KPIs ndogo ndogo za kuangalia momentum passion ya kazi yake na nini.
Sawa kabisa. Lakini cha pili pia kwenye hii swala la AI ni perception. Hata wakati kipindi kile zimeingia kadi za benki zile wakawa nasema namba sio za shetani. Yes, sasa sasa. Yes. Lakini sasa hivi tumefika tuko mbali zaidi. Kwa hiyo perception ya mtu mwenyewe binafsi kwamba AI ni mbaya au kitu kingine. Hapana, ni kitu kizuri. Na mimi kiuhalisia binafsi imenisaidia sehemu kubwa sana. Kama ninaanza kutumia AI, speed development tunaotoa shahidi ni miezi 6 zamani. Sasa hivi ni kugusa 2 days, 1 day umemaliza development. Na bado tuna refine na kuifanya iwe best. Kwa hiyo hii training ambayo ametoa ndugu yetu hapa, kwanza itufanye tuone kazi zetu zinaweza kurahisishwa zaidi. Absolutely. Ilikuwa na work life balance. Kabisa. Kazi ya masaa 5 na pia dakika 10. Definitely. Hicho cha kwanza. Lakini cha pili, namna gani tunaweza tukaset policies ambazo zitatufanya sasa kazi zetu iwe legit. Ibaki signature ya ethic katika kazi. Absolutely. Yes, kwa hicho kitu ambacho tutakaa na David. Yes. Tuandae policy na frameworks. I love it. Na if it's possible we can develop tools ambazo zitawasaidia sasa. Tools, yes. Kuweza kufanya hizo kazi zao. Yeah, actually kuna a lot of tools tunaweza kudevelop na nimpongeze David. Nafikiri David unaona iko consult hapa. Saturday hapa nobody and the team went, you know, tutaenda mbali sana. Now me, I can see this is actually a billionaire, TZS, US company. This one, Everett and Fortune. Kwa hiyo naomba to join us. Mimi afu bahati nzuri mimi nilivyo crafted. Mimi sina shida kabisa kugawana na mtu hela. Yaani mimi na roho tajiri. Yaani unajua sitaji mimi baje aseme kwa niaba yangu. I say it myself. Hata asubuhi Daliana hata mke wangu anambia nitaishi hapo unajisifia sana. No, I'm not disfiguring. I'm saying. Unajua lazima ifike brother. Unasema ukweli sio? Moja jumlisha moja ni mbili. Wewe unajua mimi kwetu uko pareni moja jumlisha moja ni moja. Lakini point nataka kusema ni kwamba yani tufike point ambayo tunabadilika hata kama ni kwa lazima ili tuweze kufanikiwa. Na nadhani tunaona sio kila taasisi hapa nchini ambayo iko very serious kutap hizi fursa. Kwa hiyo sisi kama tu hatakuwa kwanza basi tuwe wa pili wa tatu. Ili tuweze kupata mafanikio. Naam. Naomba kuongeza kijiji. Inawezekana tukawa kwanza. Okay, interesting. Tumeshaanza. Okay. Na jana nikitumia link kama uliona. Sikuwa siangalia lakini nitaangalia ndio. Ni AI powered coaching platform. Okay. Tuna develop kwa ajili ya ethic. Okay. Yes. Kwa hiyo kama umenotice industry ya ambayo ethic tuko. Yes. Tunaweza tukawa fast runners kabisa kwa Tanzania. That's great. Kwa hiyo let's push na mwingine atatusaidia kuandaa policies. Okay. Na guide nzuri ambayo itatufanya tuweze kwenda mbele zaidi. Safi sana. Safi sana. Kwa hiyo David tunazungumza mambo mengi sana pia. Kwa hiyo huyu bwana pia let's join us. Kama kuna project we can do them jointly. Sisi tuko in next pia. Kuna so many opportunities ambazo zinatokea. Unajua ulimwengu sasa hizi sio lazima uone watu hapa ndani wamekaa. Huwezi kukaa watu hapa ndani. Mnakutana tu kwenye project. Sasa hizi kuna hiyo inaitwa nini gigi, si ndio? Gig economy. Unafanya kazi ukiwa sio lazima tukae wote hapa. Ndio maana sasa hizi sio lazima kufanya gathering hapa. Tunaweza connect hapa, tunaongea, tunaonana. Unaona kila kitu. Umeelewa? Kwa hiyo ulimwengu unabadilika, tunaenda kwa kasi gani kutumia nafasi. Na naomba sasa kama taasisi na tunatengeneza hiyo AI policy, ethical AI policy ambayo itatusaidia kutuguide wale ambao, kwa sababu nimeona pia hii ni shida nyingine. Kwanza kuna issue ya interpretation. Kuna mtu unampa maelekezo ana tafsiri tofauti. Alafu kuna mtu ukimsifia ili akue zaidi anaelewa. Sasa hiki ni nini? Yaani kuna changamoto hapa vijana, yaani hata watoto nyumbani unasema kuwa very careful. Kwa sababu ukiwa mkali anaharibika. Ana withdraw, anaanza kukimbia. Ukimwachia, ukimzoea iko siku kwanza kunyea usoni. Sasa inakuwa ni changamoto sana, lakini jamani tubadilike. Na nimezungumza pale Robert, hakuna kampuni ambayo nafikiri hata sasa tunaona ambayo ina provide facilities kwa vijana to that level. Kwa mfano nitoe tu mfano rahisi tu. Hapa trainer kidogo ajigonga.
mpaka ninasema tunaweza hawa vijana wao, kwani huwezi kufikiria fast? Hapa kuna facilities. Namba moja, haya trainer anaanza hapa, hana mic David, na tumezungumza juzi, anaanza kutumia nguvu nyingi. Kwa lugha nyingine, yani software yetu lazima iwe fast kwa maana ina operating system, lakini pia hardware kwa maana sasa ya tools ambazo zimetengenezwa teknolojia, ndio na uwezo wa taasisi. Tukimbizane na niwaombe tena, yani tushirikiane kila mmoja. Mwenzio, if somebody is good at something, just make a call or go. Ila kama kuna mtu hapa ambaye niko busy bwana, mimi nihusu, that's not right. Kwa hiyo let's join us. Tuna shamba moja, tukivuna wote tunafurahi kwa pamoja, ndio? Yeah. Anything else? Nani naomba tingine? Na vijana wako pia bwana, wake sijawasikia. Angalau sauti jamani, tusikie sauti. Mimi nilikuwa na point of view ya kuandaa business strategies. Actually kaka amenisaidia na ni the scheme ambayo nimekuwa nikitumia hasa kama kazi ni ndefu au documents zinakuwa nyingi. Kuna AI tools ambazo zinaweza zikachukua long text au long text. Sana sana umezungumzia Kimi, sijajua kama mwahi kumtumia, lakini Kimi kuna kitu kinaitwa agent swapping, kwamba unakuwa una task moja ambayo ni ndefu, so yeye anachokifanya anachukua ile document anaisplit, kila agent anakuwa anadeal na kitu chake kimoja, then afterwards unakuja kupata a clean detail ambayo unaitaka. So unaweza ukaitumia hiyo, na with that unaongezea hiyo issue ya variables, parameters na hizo fixed contents. So ukiwa una template, after umefanya research ya document zako zina nature gani ambayo vitu vinavyotofautiana, parameters na fixed contents, unaweza ukaandaa a single template. So the other time ukija na client mpya mwenye requirements mpya, ni unaenda kupick zile requirement na tofauti na kifeed, alafu unaweza kutumia agents kama Kimi au Claude kutengeneza hiyo business strategy. So the same applies ukiwa una kazi kubwa, hizo tools wewe unazitumia. The other custom ambao watu wanabidi wajijengee ni kujaribu kuzitumia hizi AI, maana zipo nyingi, kila AI tool ina kazi yake. So yangu ni hapa. Kwa hiyo nafikiri kama tumepata, maana yake kuna issue ya crafting framework ambayo tutakuwa tunaendelea kuitumia. Kwa hiyo naomba mkae, you guys think tanks, sio hizo frameworks kwenye zile repetitive au cash cows, ndio, au tempos. Hapa tunaita tempo ni wale hela kubwa, consultancy, and then sungura ni hela ndogo ndogo, ndio. Kwa hiyo naomba tukae tuone sasa namna ya kuweza kufix hiyo, yani tutaendeleza hizo structures. Kwa mfano Goodraka una kazi ya kuweza kuja kutufanyia training hapa, si kama tuna break and then kuna week session, lakini we can have those testimonials. Yani sasa hapa kwa mfano tukafanya prompting, tukaona atafanya, tunaona, yani mwisho wa siku wafanye na nataka pia ikiwezekana utoe mtihani tufanye wote hapa, hata mimi nitafanya kwa sababu watu wengine wajanja kwa nadhani kama watakuwa shushu unaonyonya damu za wengine. Mwisho wa siku kuna zile basics. Kwa mfano unaweza kama unataka kutengeneza template au template zipi za aina gani zikatengenezwa kutumia, kwa sababu kuna watu wengine yani hawako serious na kuna issue ya makuzi na nini. Of course tumegusia pia issue ya ile ina operating system, yani ile tabia tu ambayo inakufanya unakuwa mtu ambaye umezungumzia kijana wa form 4 lakini amekuja kuwa head wa ICT. CEO wa Safaricom Bob Kaimo alikuwa just form 6 tu, lakini amefanya mambo ambayo CEOs wengine hawafanya. Angalia kina Helford anambia alimaliza darasa sasa si form 4. Wale two brothers actually hata hiyo masomo ukiangalia anayofanya si ajegemea zaidi sana elimu ya darasani, ana hiyo nani. Sasa swali nakuja, tunatumia kiasi gani uwezo ambao Mungu ameweka ndani yetu? Lakini tuepuke unapoanza kuwa bora, kuwa humble. Acha kunoma mabega, kwa sababu hiyo ni shida nyingine ambayo nimeona pia. Yani mtu akipiga kidogo tu anakosa troublemaker, ahambusiki, anatukana watu ovyo ovyo na nini. Lakini kumbe unadaiwa kadri unapopewa
Kumbe hukumu yako inaweza kuwa ngumu kuliko ya mwingine, kwa sababu kuna vitu Mungu aliweka ndani kwako na yaani Mungu ndiye ameweka, sio kwamba wewe ni mjanja waweza kupitia wazazi wako waweka. Kwa hiyo kadri unavyokuwa bora, saidia wengine, boresha maisha yako, boresha maisha ya watu wengine. Usipoe, yaani usifike mahali ukaanza sasa kubweteka, kwa sababu the time unafika mahali unaanza kujisahau, ndipo mambo yanaharibika. Sawa jamani? Yeah. I think we'll finish up and then we can discussion. I picked a lot of what you guys have said. Nimeanza vitu vichache. Nilikuwa nisije nikasahau. Human beings wanaenda kufika hapa. Inaitwa AGI. AGI is the topmost type of super intelligence when they say machine, kwa sababu zinafanya self improvement, zinashinda wanadamu. Na zinateka over the continent, zinateka nyara dunia. But then that's an abstract concept. Yeah. Nirudi hapa. These are the qualities ya mtu ambaye anaweza kufanikiwa kijana. Ukifanikiwa usikie kelele. Ya ukipata muda katafuta mtandaoni, kuna kitabu kinaitwa The Silent Millionaire. The Millionaire Next Door. The Millionaire Next Door. Ameandika jamaa fulani anasema kwamba Marekani, kwa watu ambao wanataka wasijulikane kwamba ni matajiri, waliamua kwamba wanaishi kwenye neighborhood za kawaida. Ambako hamna kritikali chochote, utadhani mtu wa kawaida anaingia na kutoka. Lakini ukiangalia account yake sio mwenzako. The next concept is what we call the fragile personality. Msuli wa mwanadamu, wale watu wanaofanya weightlifting, ukiwauliza kuna mazoezi fulani ambayo anafanya. Yale mazoezi yanapoinua chuma, yaani masa unapoituma, sawa, ina grow in nature. It doesn't idofiki, ina grow. So the same for the mind. The more we train our mind, the more we put ourselves kama mimi shindi. Kaburi ndio sehemu kwa mwisho zikwa. Ndio kupambana. We develop an fragile personality combined with passion. Very important. The antidote, dawa ya hii hapa ni hii. Dunia inaenda wapi na wewe je unajibanza humo? Au you just play your own game? Kwamba nilishafundishwa shuleni, I can't learn anything else. Embrace lifelong learning. It's very important for us. It's one of our core values, Lifelong learning. Yeah. Then hapa tutazungumzia vizuri the tools that we are supposed to use. As I told you, it's most probably we are suffering kwa sababu tunaambia tools at level 1. We now want to get to level 2, preparatory to get to level 3. Amezungumzia rafiki yangu pale kuhusu Kimi and Cloud and the agents that work together. I was researching on I think 1 month ago on how offices behave these days. Wale watu ambao wanatumia AI the highest level hapa wakiwa wanataka kuelekea huko, they do what we call having what we call the AI office. Unajua ofisi zetu zinapokuwa, ofisi zetu zinakuwa kwamba kuna HR, si ndio? Kuna receptionist, kuna HR na functionality mbalimbali. Kwa they complement that the workers with the AI office. Jinsi ambavyo unaweza kuna manager, alafu kuna director, alafu kuna mtu chini yake anapewa kazi task, tunaangalia je amefanya kwenda kwenye task inayofuata. That is what they do and they move very far. So these are some of the tools that we keep discussing about. Yeah, reactive, workflow, and then you attach Agent. Yeah. Agentic AI. Agentic AI. Yeah. So now let's recap what we've learned so far. Number one, we introduce AI. The AI as a concept is very huge. I've just said it's a way of human beings trying to use computers in a way to make the human mind kuendelea kufanya vitu vile possible. Okay? Tumeangalia alizungumzia mfano mzuri when computers were bicycle of the mind. So unajua ukiniambia nende Ubungo kwa mguu sitachoka, ndio kaya. Nipa bicycle itaona rahisi. Lakini kwa pikipiki na kwani natembea tunakaa na tunaipeleka. So what computers were the bicycle of the mind. AI is a motorcycle of the mind. Wanasema mwendo kasi, Tanzania mwendo kasi, treni mwendo kasi, mabasi mwendo kasi, AI ni teknolojia mwendo kasi, making us move very far. We talked about the 6 areas which we need to consider when prompting. I'll just remind those areas quickly. We talked about roles, where you have to give AI the role. What does it do? We talked about task. What work should it do for you? Unapaswa kufanya kazi gani? Input, give it data. Usiambie tu hapo iache hiyo. Utaenda kutafuta data nyingine ambayo sio kwako. So give it what you want it to do exactly. We talked about the output. What do you want to do? You want a paragraph later, unataka bullet format, unataka a small summary, what do you want? Tell it exactly. We talked about the tone. Do you want it informal tone, informal, witty, negative, positive? Iambie kitu hicho.
But don't forget the constraints. Iambie kwamba nataka ufanye kazi ndani ya uzio huu, usitoke nje ya hapo. Itakupa output nzuri. And always check your work to make sure that you are the human in the loop. Remember, AI will not take the place of humans, but humans who use AI watachukua sehemu ya watu who do not use AI. The world in the future is going to be very competitive, vijana na watu wazima na watu wote wa effect with AI.